Walagani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tukuendelea kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, ndiye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia akishiriki katika maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mashujaa. Serikali yataka matokeo ya taasisi za umma yapimwe kwa utekelezaji na sio mipango. Mawaziri Afrika wakubaliana kufanya mageuzi ya kiuchumi, viwanda na kuondoa vikwazo vya biashara. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza maelfu ya wananchi pamoja na viongozi mbalimbali wa kitaifa katika maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mashujaa yaliyofanyika katika uwanja wa Mnara wa Mashujaa uliopo katika mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma. Kutoka Dodoma tuungane na mwanahabari wetu Josephine Kaponya kwa taarifa zaidi. Maadhimisho hayo hufanyika kila ifikapo Julai 25 ya kila mwaka, hiyo ikiwa ni sehemu ya heshima za kitaifa kwa mashujaa waliopigania uhuru na kulinda mipaka ya Tanzania tangu enzi za harakati za ukombozi hadi sasa. Rais Dr. Samia ameambatana na viongozi wa serikali akiwemo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu wa pili wa rais wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama. Aidha, mkuu wa majeshi ya ulinzi Brigadier General John Mkunda naye ameweka sime katika mnara huo, huku gwaride rasmi likipamba maadhimisho hayo kwa heshima ya mashujaa wote waliotangulia mbele ya haki. Brigadier General mstaafu Wilfred Kabunda na Brigadier General mstaafu Mary Hiki ambao nao wameweka shoka kwenye mnara wa mashujaa, wakizungumza na waandishi wa habari wameeleza ambavyo serikali wakati huo ilipambana kuleta amani na kulinda mipaka ya nchi, huku wakiwasihi vijana wa Kitanzania kuendelea kulinda amani ya taifa hili. Walikuwa na mafunzo ya brigade, kwa hiyo hata walipoenda vitani walijitahidi sana, kwa sababu walikuwa wamefanya mafunzo ya pamoja. Kwa hiyo mafunzo ni muhimu sana, ndio ilisaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kushinda vita hiyo, lakini pia hamasa iliyokuwa imetolewa kwa Watanzania wote. Kila Mtanzania aliunga mkono vita hiyo, kila mtu alijitolea. Kwa hiyo hamasa iliyotolewa ilisaidia sana kuwapa morali vijana kuweza kupigana vita hiyo. Nasaha zangu kwa Watanzania, kwanza labda niseme vita vile tulishinda kwa sababu ya umoja wa Watanzania, kwa sababu baada ya Mwalimu kutangaza vile vita, Watanzania kwa ujumla wake walijitokeza kwa hali na mali. Kuna waliotoa ng'ombe, kuna waliokuwa wana vyombo vya usafiri, walitoa magari yao, malori, mabasi, kwa sababu wakati huo sisi tusingeweza jeshi peke yetu. Kwa hiyo hamasa ya Watanzania, kikubwa ambacho kilitufanya tukashinda ile vita ni umoja wa Tanzania, ndio ilikuwa kitu kikubwa, umoja na mshikamano na uzalendo. Katika tukio hilo la kihistoria, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka mkuki na ngao katika mnara wa mashujaa kama ishara ya kuenzi na kuthamini mchango wa mashujaa waliolitumikia taifa la Tanzania kwa ujasiri na kujitolea. Asante sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Serikali imezitaka taasisi na mashirika ya umma kuhamasisha nguvu kutoka kwenye kupanga mikakati kwenda katika utekelezaji wenye matokeo yanayogusa maisha ya wananchi, ikisisitiza kuwa mafanikio ya viongozi yatapimwa kwa ufanisi wa kazi zao na si kwa wingi wa mipango wanayoandaa. Mwanahabari wetu Rachel Chacha na undani wa taarifa hiyo. Akifunga mafunzo elekezi ya siku 4 kwa watendaji wakuu wa taasisi, mashirika ya umma na wakala wa serikali, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amesema serikali inatazamia kuona taasisi zinazowajibika, zinazotoa huduma kwa wakati na zenye uwezo wa kuondoa urasimu unaokwamisha maendeleo. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yanapaswa kuwa mwanzo wa mabadiliko ya kiutendaji, ambapo maarifa na mbinu walizojifunza viongozi hao zitaonekana katika maamuzi wanayoyafanya na huduma wanazowapatia wananchi. Serikali itaendelea kuwaunga mkono, lakini matarajio yetu ni kuona mabadiliko yanayoonekana na kila taasisi mnazoziongoza. Serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwenu, lakini pia tutaendelea kupima utendaji kwa kuzingatia matokeo yanayotokea.
Tunataka kuona taasisi zinazojifunza kutokana na changamoto, zinazochukua hatua kwa wakati na zinazowajibika kwa wananchi. Mafunzo haya yasiishie kuwa kumbukumbu ya siku 3 zilizopita, yawe mwanzo wa safari mpya ya kujenga taasisi za umma zenye ufanisi, uwajibikaji, ubunifu na uwezo wa kutekeleza dira ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa manufaa ya Watanzania wote. Kuhusu utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, Kikwete amesema kila taasisi inapaswa kuainisha mipango yake ya muda mfupi na ya kati na malengo ya dira hiyo ili kuhakikisha nchi inafikia azma yake ya maendeleo endelevu. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amepongeza taasisi za umma kwa kuendelea kuboresha utendaji wake na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka serikalini, akieleza kuwa hatua hiyo ni ishara ya kuongezeka kwa ufanisi, uwajibikaji na matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Haya yanayofanyika ni kwa sababu ni sehemu ya utekelezaji wa dhana na maono aliyonayo Mheshimiwa Rais, ambaye ndiye amekuwa akibeba reforms za agenda ya reforms. Na nashukuru kwamba nyie viongozi wetu mmekuwa mnatuongoza vizuri na mmekuwa mnatusukuma na kutushika mkono ili adhima ile iweze kufanyika. Na Mheshimiwa Waziri, mafanikio ni mengi ambayo sisi tunayaona katika taasisi hizi, mabadiliko tunayaona. Ni rahisi sana kuzungumza mabadiliko ya kiutendaji ya kuangalia pesa, lakini kuna mabadiliko nje ya mfumo wa pesa ambayo ni makubwa sana. Akizungumza kwa niaba ya watendaji wakuu wa taasisi, mashirika ya umma na wakala wa serikali, mkurugenzi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS Dr. Tuli Msuya amesema mafunzo hayo yamewajengea uwezo wa kuimarisha uongozi, uwajibikaji na usimamizi wa taasisi wanazoziongoza. Kwa niaba ya washiriki wenzangu ambao ni viongozi wakuu wa taasisi za umma, tunaahidi kwamba yale maelekezo yote ambayo tumepatiwa na yale yote ambayo tumejifunza hapa kwenye hizi siku 4 tulizokuwa katika eneo hili la mafunzo tutayazingatia katika utendaji wetu tutakaporudi kule kwenye maeneo yetu ya kazi. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Nchi za Afrika zimekubaliana kuweka kipaumbele katika ufadhili wa viwanda vinavyotegemea rasilimali za ndani ikiwemo madini na kuhakikisha kuwa zinaongeza thamani ya bidhaa na kuimarisha biashara ya ndani ya bara ili kujenga maendeleo jumuishi endelevu na yenye tija. Taarifa hiyo inasomwa hapa studio na Veronica Gervas. Hayo yamebainishwa na Naibu Waziri wa Fedha, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhandisi Ashamu Ali Monde, baada ya kuhitimishwa kwa mkutano wa pamoja wa 9 wa kamati maalum ya mawaziri ACT ya Umoja wa Afrika inayosimamia masuala ya fedha, uchumi, mipango na mtangamano, pamoja na mkutano wa 5 wa kamati maalum ya mawaziri inayosimamia masuala ya biashara, utalii, viwanda na madini uliofanyika jijini Abidjan nchini Cote d'Ivoire. Amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha mageuzi ya kiuchumi kwa kuongeza thamani ya rasilimali zilizopo, kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kupunguza utegemezi kutoka kwa wafadhili. Utengenezaji wa corridors za kiuchumi ndani ya Afrika kuanzia juu mpaka chini, lakini ukiangalia bado tuna mipaka ambayo corridor hizo za kiuchumi hazipo. Lishe mali ambayo tunaweza tukauziana sisi wenyewe kwa wenyewe, ambayo sasa msisitizo mkubwa imeonekana kwamba ni lazima mali tunayozalisha ndani ya Afrika ili tuweze kuwa na uhuru wa kununua bidhaa ya nchi nyingine, basi ubora wa bidhaa hizo iwe madhubuti. Awali akizungumza wakati akichangia mada, Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amesema ili kuharakisha mageuzi ya kiuchumi Afrika ni muhimu kuimarisha ujumuishaji wa kifedha, kuendeleza shoroba za kiuchumi pamoja na kuweka mifumo bora ya usafirishaji na ugavi ili kuongeza ushindani katika masoko ya kikanda na ya kimataifa. Connectivity and economic activities are very critical because the two concepts are bound together. And in that case, financing the industrialization corridors, actually it needs 3 devices. As I said, we can start with our regional bodies because our cross-border trades and business, it still remain an issue because of NTBs, non-tariff barriers, movement of people,
movement of capital and different standardization standards, national standards. Amesisitiza kuwa kuunganisha maeneo ya uzalishaji wa mazao ya kilimo na madini na vituo vya uchakataji, Afrika itaweza kujenga minyororo imara ya thamani ya kikanda na kuongeza mauzo ya bidhaa zilizochakatwa zenye kukidhi viwango vya kimataifa badala ya kuendelea kuuza malighafi pekee. Mkutano huo uliofanyika kwa siku 2 ukiwa na kauli mbiu kuhifadhi maendeleo ya viwanda barani Afrika kwa maendeleo endelevu, ulilenga kuongeza kasi ya maendeleo ya viwanda vinavyotegemea rasilimali za madini barani Afrika. Asante sana Veronica Gervas kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kwamba Tanzania imeandika historia mpya katika masoko ya fedha ya kimataifa baada ya hati ya kwanza inayotolewa nje nchi, Tanzania Offshore Bond, yenye thamani ya dola za Marekani milioni 100, sawa na takriban shilingi bilioni 262.5 za Tanzania, iliyotolewa na shirika la fedha la kimataifa mwanachama wa kundi la Benki ya Dunia IFC kwa kutumia sarafu ya Tanzania, kuorodheshwa katika soko la hisa la London, Uingereza. Taarifa hiyo inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Fedha hizo zimewekezwa na benki ya NMB PLC kwa njia ya mkopo, ambapo zitatumika katika kuendeleza kimtaji wa wafanyabiashara wadogo na wakati, yani MSMEs, huku asilimia 20 ya fedha hizo sawa na takribani shilingi bilioni 52.5 zikiwa zimetengwa kwa ajili ya kuwezesha wafanyabiashara wadogo wanawake. Akizungumzia kuhusu hatua hiyo baada ya kupiga kengele kuashiria uzinduzi wa hati fungani hiyo na kufunga biashara ya soko la hisa kwa siku hiyo, Waziri wa Fedha wa Tanzania Balozi Hamisi Musa Omar amesema mafanikio hayo yamefungua ukurasa mpya wa kuiwezesha Tanzania kujenga imani zaidi kwa wekezaji wa kimataifa na kuongeza vyanzo vya mitaji kwa ajili ya dira 2050. Aidha, Balozi Omar amesema kuwa kuorodheshwa kwa hati fungani hiyo katika soko kubwa na lenye hadhi duniani kama London Stock Exchange unaipa Tanzania thamani ya kipekee na sifa na ishara chanya kwa wekezaji, jambo litakalosaidia katika kuboresha uwezo wa nchi kuweza kukopa na kukopesheka kwa gharama nafuu. Maana yake ni kwamba sasa Tanzania itapata fursa ya kutumia kwa uwekezaji kutoka nje ambao utatumia shilingi yetu. Lakini tumezoea hati fungani nyingi ambazo zinatolewa mara nyingi inakuwa ni kwa ajili ya serikali kwenye miradi yake ya maendeleo. Lakini kwenye hati fungani hii ambayo imetolewa na kupitia shirika la fedha la kimataifa IFC kwa mashirikiano na benki yetu ya NMB, itatumika zaidi kwenye uendelezaji wa sekta binafsi. Kwa hiyo fedha yenyewe dola bilioni 100 itakopeshwa kupitia NMB, na NMB watakopesha makampuni binafsi, hasa makampuni madogo na ya kati. Naye mkurugenzi mtendaji na afisa mtendaji mkuu wa NMB Bi Ruthi Zaipuna ameelezea furaha yake kuhusu hatua hiyo na kwamba fedha zilizopatikana zitasaidia katika kuchachua uchumi wa nchi kwa kutoa mikopo ya muda mrefu kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, jambo litakaloongeza kasi ya ukuaji wa sekta binafsi, ajira na shughuli za uzalishaji nchini. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Benki ya Dunia anayesimamia masuala ya hazina Jorge Familia ameeleza kwamba Benki ya Dunia inajisikia fahari kushirikiana Tanzania katika kutimiza malengo yake ya kukuza uchumi wake jumuishi kupitia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. We believe that this project has the capacity to generate and support the creation of between 13,000 to 21,000 jobs in Tanzania, and that is the real measure of success. This is really about changing people's lives, not just about issuing a bond or being successful in securing the lowest possible funding cost. Benki ya Dunia kupitia taasisi yake ya IFC imewekeza nchini Tanzania zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 1.6 ambazo zimewekezwa katika miradi mbalimbali ya kimkakati inayokwenda sambamba na malengo ya serikali kupitia sekta binafsi katika miradi ya miundombinu, kilimo pamoja na masoko ya mitaji na nishati. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mradi wa ujenzi wa soko la kisasa pamoja na stendi ya mabasi makubwa na madogo unaendelea katika eneo la Ushirombo, wilaya Bukombe, mkoani Geita,
wanatarajiwa kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo kupitia ongezeko la fursa za biashara, ajira na mapato. Taarifa na Joel Maduka kutoka Bukombe, Geita. Mradi huo unaogharimu shilingi bilioni 22 unalenga kuboresha miundombinu ya biashara, usafiri, huku ukitarajia kuongeza ukusanyaji wa mapato ya halmashauri ya wilaya ya Bukombe na kuchochea shughuli za mbalimbali za maendeleo mara utakapokamilika. Waziri wa Madini Anthony Mavunde, ambaye yupo mkoani Geita kwa ziara ya kikazi, ametembelea eneo hilo la utekelezaji wa mradi huo na kujionea maendeleo ya ujenzi wa soko na stendi. Akiwa katika ukaguzi huo, amemtaka mkandarasi kuhakikisha anakamilisha mradi huo ndani ya muda uliopangwa ili wananchi waanze kunufaika na huduma hizo mapema. Walikuwepo wananchi zaidi ya vibanda 450 vimeondolewa, wako nje ya eneo hili. Mazingira ambao wanafanyia kazi nje ya eneo hili naamini hayafanani na hapa, na kwa namna moja ama nyingine yatakuwa yamewafanya wasiweze kufanya biashara kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo niwaombe mkamilishe kwa wakati ujenzi wa stendi yetu na ujenzi wa soko letu, ili mwisho wa siku tarehe iliyosemwa iweze kuruhusu shughuli kuendelea hapa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera amesema mkoa huo unaendelea kushuhudia kasi kubwa ya maendeleo kupitia utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati, ikiwemo ujenzi wa masoko ya kisasa na stendi ambazo zinaboresha utoaji wa huduma na kuchochea ukuaji wa uchumi wa wananchi. Unabadilika kila sehemu. Shirombo tuna stendi ya kisasa, tuna soko la kisasa. Ukienda manispaa ya Geita tunajenga stendi ya kisasa ya thamani ya bilioni 14. Kwa hiyo kila mahara kwetu sisi ni mji, na bahati nzuri Mheshimiwa Waziri, wewe ndio unaongoza sekta madini, na sisi mkoa wetu ukiangalia ni kama kila sehemu ni mji. Ukienda Katoro watu zaidi ya 400 ni mji. Ukienda Bwanga tunakaribia 100 ni mji. Ukienda Nyarugusu, Bukori unazungumzia watu 70,000. Kwa hiyo kila mahara kuna huduma muhimu ambazo tunazihitaji katika shughuli za kimaendeleo. Nao baadhi ya wakazi wa Shirombo wameelezea matumaini yao kuhusu mradi huo, wakisema utakapokamilika utarahisisha shughuli za biashara, kuongeza ajira na kuifanya Bukombe kuwa kitovu muhimu cha biashara na usafiri katika mkoa wa Geita. Manufaa ni makubwa kwa mfano kama sasa hivi kiasi ambacho mimi naingiza kwa siku kupitia soko hili hapa ni kama 25,000, 30,000. Hizo ni siku za kawaida. Sisi kwa kweli tutanufaika hicho kuisha hili soko, utakuwa na mwingiliano wa watu, wafanyabiashara wanaweza kuchukua saliti hapa, na sisi kwa biashara hapa itaendelea. Tutanufaika kwa kupata watu mbalimbali watakuja, wataona soko letu lilivyo. Kuna watu ambao watakuja kuwekeza. Mradi huo ukiwa umekamilika unatarajia kufungua ukurasa mpya wa maendeleo katika wilaya ya Bukombe wa kuongeza fursa za biashara, ajira na uwekezaji, huku ukiimarisha huduma za usafiri na kuchochea ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Geita kwa ujumla. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Kasi ya kilimo cha bangi katika mkoa wa Mara imetajwa kupungua kwa 80% kutoka wastani wa ekari zaidi ya 3,500 kwa kila wilaya moja hadi sasa kufikia ekari 291 kwa mwaka mmoja, kufuatia operesheni endelevu zinazotekelezwa na serikali kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika kabiliana na uzalishaji wa dawa za kulevya nchini. Budula Kimsola ameenda taarifa zaidi. Akizungumza Jumamosi ya Julai 25 baada ya kuhitimisha operesheni maalum zilizofanyika ndani ya wilaya za Tarime pamoja na Rorya, Kamishna Jenerali wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Areta Silimo amesema operesheni hizo zimefanikiwa kuteketeza mashamba ya bangi yenye ukubwa wa ekari 291.2, kukamatwa kwa magunia 15 ya bangi kavu pamoja na pikipiki 4 zilizokuwa zikitumika katika shughuli hizo haramu. Katika muendelezo wa operesheni hizi tunazoendelea kuzifanya katika mkoa wa Mara, tumepata mafanikio makubwa, ambapo kampeni hizi zilianza toka mwaka 2024 na leo mwaka 2026 mafanikio ni makubwa sana, kutokana na kwamba wakulima walio wengi waliokuwa wanalima bangi katika maeneo haya wamepunguza kwa kiasi kikubwa ulimaji wa bangi. Katika kipindi hiki tumeweza kufika hizo ekari 291.2, lakini awali katika wilaya moja tu ya Tarime tulikuwa tunafika ekari hadi 3,500 kwa wakati mmoja. Kama mnavyoona sasa hivi hali ya mashamba ni bangi kidogo sana kinalimwa, tofauti na awali. Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kijiji cha Nkerege Joseph Mwita Rioba amesema kijiji hicho kilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na kilimo cha bangi,
ambapo mwaka 2024 zaidi ya ekari 3,000 ziliteketezwa katika operesheni za serikali, huku kwa upande wa tarafa ya kijiji cha Nchaje, Stefano Kiabaroti akithibitisha kuwa kwa sasa wananchi wengi wamehamia katika kilimo cha mazao ya biashara na kuachana na kilimo cha bangi. Kwa kipindi cha miaka mitatu ambacho mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya imeweza kufanya operation, wameweza kujionea wenyewe mwaka huu kwa namna ambavyo wananchi wameweza kuelewa na wengi wameacha kilimo hiki cha zao haramu la bangi. Takriban miaka mitatu iliyopita tuliweza kufyeka hekari 3,000 za bangi, lakini kwa msimu huu mpaka sasa ni hekari 100 tu ambazo zimeweza kufyekwa katika eneo letu, na ni kuonyesha ni kiasi gani wananchi wameweza kupata elimu ya kutosha na wameelewa madhara ya kilimo hiki cha bangi. Awali ya yote ni mpongezi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuonyesha jitihada kubwa za kuwawezesha ndugu zetu hawa wanaodhibiti madawa ya kulevya ndani ya maeneo yetu. Katika eneo letu la Mkerege ambalo hilo eneo lilikuwa limekisiri kwa kilimo cha bangi, lakini baada ya kuwezesha hawa ndugu zetu wamefika huku, wamefanya operation nyingi, na wale wote waliokuwa wakijihusisha na ulimaji wa dawa zile za kulevya saizi wengi wameacha hizo shughuli. Naye afisa mtendaji wa kijiji cha Rozana Kurwa Robert amesema kabla operesheni hizo matumizi na biashara ya bangi vilichochea ongezeko la vitendo vya uhalifu, huku baadhi ya vijana wakijihusisha na makundi ya uhalifu na kujichukulia sheria mkononi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Bodi ya ushauri ya wakala wa majengo Tanzania TBA imesema imeridhishwa na maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa nyumba za makazi wenye thamani ya shilingi bilioni 11 unaotekelezwa na serikali katika eneo la Magomeni Kota jijini Dar es Salaam. Rachel Chacha anaondana taarifa hii. Akizungumza baada ya kutembelea mradi huo, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya TBA Lauren Dumbaro amesema wajumbe wa bodi walifanya kikao cha siku 2 kabla ya kukagua miradi mbalimbali inayotekelezwa na wakala huo na kujionea maendeleo ya mradi wa Magomeni Kota. Amesema maendeleo ya ujenzi yanaridhisha na bodi ina matumaini kuwa majengo yanayoendelea kujengwa yatakamilika kwa wakati ili aanze kuhudumia wananchi, hususan watumishi wa umma wanaohitaji makazi. Na huu ni utekelezaji wa sera za serikali na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kuboresha makazi hasa ya watumishi wa umma. Kwa hivyo haya majengo yanavyojengwa, hasa haya hapa, yanalenga zaidi kwa watumishi wa umma, lakini pia hata watumishi wa sekta binafsi ambao wataomba wanaweza kupata nafasi katika eneo hili. Akitoa taarifa ya maendeleo ya mradi huo, mkurugenzi wa idara ya milki TBA FRV Saidi Mdeme amesema eneo la Magomeni Kota lenye ukubwa wa takriban hekta 32 awali lilikuwa na nyumba 644 za chini kabla ya serikali kuanza mpango wa kuliendeleza kwa kujenga nyumba za kisasa za makazi. Ameeleza kuwa katika awamu ya sasa serikali inajenga majengo 5 yanayohudumia familia 80, ambapo kati ya hayo majengo 2 yenye uwezo wa kuhudumia familia 32 tayari yamekamilika na watumishi wa umma wameanza kuyatumia, huku majengo mengine 2 yakiwa katika hatua za mwisho za ujenzi na yanatarajiwa kukamilika mwezi Oktoba mwaka huu. Katika eneo hili la Magomeni Kota ni eneo kubwa ambalo lina takriban ekari 32. Na hapo awali limekuwa na nyumba zile ndogo ndogo za chini, kulikuwa na jumla ya wakazi 644 ambazo zilikuwa zimeenea katika eneo lote hili, ambapo kufuatia jitihada za serikali nyumba hizo zilibomolewa na jitihada za awali zikafanyika za ujenzi wa majengo 5 na wale waliokuwa wakazi wa awali kurejeshwa katika makazi hayo kwenye majengo hayo. Sasa serikali hivi karibuni imeanza mradi mpya katika eneo hili la uendelezaji wa jumla ya majengo 5 yenye uwezo wa kuchukua familia 80, na mpaka wakati huu ambapo bodi ya ushauri imepata nafasi ya kutembelea, tayari majengo 2 yenye uwezo wa kuchukua familia 32 yamekamilika kama ambavyo tunaona, na tayari watumishi wa umma wameshahamia na kuanza kutumia majengo hayo. Aidha, ameeleza kuwa eneo hilo lina fursa kubwa za uwekezaji ambazo zitachangia kuongeza makazi ya kisasa pamoja na kukuza maendeleo ya jiji. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Lialalo kilichopo katika kata ya Matembwe katika jimbo la Lupembe mkoani Njombe wameanza kunufaika na huduma za afya baada ya kukamilika kwa ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho
Uwepo wa zahanati hiyo umekuwa mkombozi mkubwa kwa wananchi, kwani umepunguza adha ya kutembea umbali mrefu kufuata matibabu, hususan huduma za mama na mtoto pamoja na huduma nyingine za msingi za afya. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Wakizungumza na kituo hiki, baadhi ya wananchi wameshukuru serikali kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo la Lupembe Mheshimiwa Edwin Enos Swale kupitia halmashauri ya wilaya ya Njombe kwa kufanikisha ujenzi wa zahanati hiyo, ambapo wamesema kabla ya ujenzi huo walilazimika kusafiri hadi vijiji jirani ikiwemo Isoliwaya kupata huduma za afya, hali iliyokuwa ikiweka maisha ya wagonjwa hatarini, hasa wanawake wajawazito na watoto. Ukiangalia tulikuwa tunatoka umbali mrefu kufuata hospitali Isoliwaya. Maana unaweza kufika unahudumiwa unaambiwa dawa hamna, kwa hiyo inabidi ukaanza kununua duka la madawa. Lakini kwa sasa ujio wa hospitali hii tunawashukuru sana kwa sababu kwa kutuletea hata mhudumu kwa ajili ya kuendeleza huduma hapa ni jambo la kumshukuru sana Mungu, na tunawashukuru pia viongozi wetu. Kwa kweli kwa saizi kwa huduma ya hapa inayoendelea kwa sisi wa mama, watoto na wagonjwa imeboreshwa vibaya mno na tunahudumiwa vizuri na dokta wetu yupo vizuri kabisa. Pamoja na pongezi hizo, wananchi wameiomba serikali kuhakikisha zahanati hiyo inaongezewa watumishi wa afya. Mtu wa huduma mmoja, ina maana akiondoka ni shida, maana huduma tena inakuwa imesimama. Israeli Fedson Muhada ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Njombe. Aliingia ndani ya halmashauri hii, alikuta halmashauri hii ina vijiji zaidi ya 20 havina zahanati. Katika miaka mitano amejenga zahanati 17 mkiwepo na ninyi watu wa Liarao. Ndugu zangu, jambo hili sio dogo, uongo ukweli. Na leo hii mmesema hapa zahanati imefunguliwa. Kilichobaki hapa sasa ni wahudumu waongezeke ili wananchi wa Liarao uweze kupata huduma zaidi. Uongo ukweli. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa halmashauri, Mheshimiwa Mbunge, kwa sababu uko hapa na kwa sababu DMO yuko ofisini kwangu, tukirudi mimi na Mheshimiwa Innocent, wakati mbunge unahangaika na ajira, tutakwenda kumwambia DMO awaletee mtaalamu mwingine hapa. Kufuatia kuanza kufanya kazi kwa zahanati hiyo, mbunge wa jimbo la Lupembe amesema kupitia ushirikiano kati ya serikali na wananchi, hadi hivi sasa zahanati 17 zimejengwa na kukamilika, ikiwemo zahanati hiyo ya Lialalo. Wamama fulani hapa walirekodi video. Mwandishi alikuwa ni huyu bwana Mlele, huyu hapa. Akawarekodi kina mama hapo, anasema hivi: Mheshimiwa Mbunge, tukitaka huduma ya afya hapa ya uzazi, inatakiwa tuchange hela, tumlipe nesi aje na bodaboda hapa. Lialalo, si mnakumbuka? Ile video na mimi nilichukua nikamtumia mpaka waziri wa TAMISEMI. Ndio mnakumbuka tulipotoka ile ziara hapa, wiki mbili baadaye Mama Samia katupatia milioni 50. Pigia makofi kwa Mama Samia Suluhu. Asante sana Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Askofu mkuu wa jimbo la Katoliki la Dodoma Beatus Kinyaia amesema kanisa hilo kupitia benki ya Mkombozi inatarajiwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kuwezesha mitaji ya wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo, huku akisisitiza mpango wa kanisa Katoliki ni katika kuendeleza kusogeza huduma za kifedha karibu na wananchi. Tuungane na Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Askofu Kinyaia amesema hayo jijini Dar es Salaam aliposhiriki katika mkutano wa 17 wa mwaka wa wanaisa wa benki ya biashara ya Mkombozi, ambapo amesisitiza waumini wa kanisa Katoliki pamoja na viongozi wa parokia kuwa kipaumbele katika kutumia benki hiyo ya kanisa ili kuweza kuikuza kimtaji. Tangu mwanzo na mpaka sasa, la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba inamhudumia mhitaji na mhitaji mdogo. Tulipoanza tulisema tutalenga kuwasaidia wale wadogo kabisa, lakini pia na wengine hatuachi nyuma. Na tukaanza na utaratibu ule ambapo tulikuwa na vile vikundi ambavyo vinasaidiana. Lakini pamoja na kuwa na hivyo vikundi, tumeona pia kuna haja ya kumtazama yule mdogo mmoja mmoja ambaye anaweza kusimama mwenyewe. Kwa hiyo tutaona focus yetu sio kwamba tunaondoka katika lengo la mwanzo, lakini pia tunataka yule mdogo ambaye anajimudu aweze kusaidiwa na yeye aweze kuwa mkubwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa benki ya Mkombozi Gaspar Njuu pamoja na mkurugenzi wa benki ya biashara Mkombozi Respige Kimati wamesema benki hiyo ya biashara imeendelea kuwa miongoni mwa benki bora 20 za kibiashara nchini, hasa kutokana na kufanya vyema katika biashara ya fedha kwa kuwa na mtaji wa shilingi bilioni 50
pamoja na kutengeneza faida ya shilingi bilioni 17 huku ikiwa na amana ya shilingi bilioni 242.8 kutokana na mazingira wezeshi na kasi ya ukuaji wa kiuchumi uliopo nchini. Tunayo matawi 16 sasa hivi na tuko kwenye mikoa 12 Tanzania bara. Lengo letu linabakia pale pale, kuweza kwenda kwenye kila mkoa, kwenye kila mji wa Tanzania, pale ambapo kuna biashara, pale ambapo wateja wetu walengwa wapo, sisi tuko mbioni kufika pale. Niwahakikishie wawekezaji wetu kwamba tuna uwezo wa kimtaji wa kuendelea kufanya uwekezaji. Muendelee kutuamini kama uongozi na board, lakini muendelee kutupa ushirikiano katika kuendesha benki hii. Wito maalum kwa wanahisa wetu, tunaomba wale ambao sio watumiaji wa benki tutumie benki yetu. Tuna wahisa wengi sana, zaidi ya 16,000 ambao wote tukitumia benki yetu tutapiga hatua kubwa sana. Hata hivyo, katika mkutano huo mkuu wa 17 wa wanahisa wa Benki ya Biashara ya Mkombozi, mkaguzi wa nje Elibariki Fanuel ameitaka benki hiyo kuendelea kutekeleza na kusimamia maelekezo ya Benki Kuu katika kufanya biashara, hasa kwa kuwa misingi hiyo imeifanya benki hiyo kuwa na hati safi na hivyo kuendelea kujenga imani kwa wateja. Nasema tumekagua taarifa za kifedha za Benki ya Biashara Mkombozi zilizopo katika ukurasa wa 62 mpaka 90. Taarifa hizo zinajumuisha taarifa ya hali ya kifedha ambayo tunaita balance sheet kwa Kiingereza hadi kufikia Disemba 31, 2025, taarifa ya faida au hasara na mapato mengineyo ambayo ni statement of profit and loss and other comprehensive income kwa Kiingereza, taarifa ya mabadiliko ya mtaji ambayo tunaita ni statement of changes in equity, alafu na taarifa ya mtiririko wa fedha kwa mwaka uliomalizika ambao tunaita ni cash flow statement, pamoja na maelezo mengine ambao ni note to the financial statement. Maoni yetu ni kuwa taarifa za fedha zinatoa mtazamo wa ukweli na wa haki kuhusu hali ya kifedha ya Benki ya Biashara Mkombozi kwa mwaka ulioishia Disemba 2025. Asante sana Goodluck Kimsola kwa taarifa hiyo. Benki ya NMB imeendelea kuimarisha ushirikiano wake na wafanyabiashara kupitia jukwaa la NMB Business Executive Network na kukutanisha wadau kutoka sekta mbalimbali, wateja na viongozi wa benki kujadili fursa, changamoto na suluhisho za kifedha zinazolenga kukuza biashara na uchumi wa taifa. Taarifa zaidi na Rachel Chacha. Akizungumza katika jukwaa hilo, mkuu wa idara ya wateja binafsi kutoka NMB Philbert Mponzi amesema benki hiyo imejipanga kushirikiana na serikali kwa kuwezesha upatikanaji wa mitaji na huduma za kifedha zinazokidhi mahitaji ya sekta mbalimbali za uzalishaji, huku ikiendelea kuboresha huduma zake kwa wafanyabiashara. Ameeleza kuwa NMB imeanzisha suluhisho maalum kwa sekta mbalimbali ikiwemo ujenzi, utalii, usafirishaji na madini ili kusaidia kutatua changamoto za upatikanaji wa mitaji na kuongeza uwezo wa biashara kukua na kushindana katika soko. Amebainisha kuwa katika kuimarisha uwekezaji, NMB imeingia makubaliano ya kimkakati na kampuni ya Mantrack yanayowezesha wakandarasi kupata mikopo ya kununua mitambo mizito ya ujenzi, huku sekta ya utalii nayo ikinufaika kupitia mikopo ya ununuzi wa magari ya kitalii na uwekezaji wa miradi ndani ya hifadhi za taifa. Kuna dawati la kila sekta. Kwa hiyo kuna dawati la watu wa madini, kuna dawati la watu wa utalii. Kwa hiyo tumefanya hivi ili unapozungumza na wale relationship managers wetu wa benki ya NMB, basi ukikutana na yule ambaye anadili na watu wa madini, basi mzungumze lugha ya madini. Ukikutana na yule anadili na manufacturers, uzungumze the same language. Ukikutana na mtu anafanya utalii, basi uzungumze namna hiyo. Lakini pia tuna huduma nzuri ya tunaita NMB mkononi. Ni benki katika simu yako. Benki yote ya NMB iko ndani ya nini? Ya simu yako. Unaweza kufanya miamala mbalimbali, na hii sasa tumeiextend mpaka tumewapelekea wafanyabiashara. Kwa upande wake, meneja wa NMB Kanda Dar es Salaam, Seka Urio, amesema benki itaendelea kubuni bidhaa na huduma mpya za kifedha zitakazochochea maendeleo ya sekta za madini, ujenzi na utalii, ikiwa ni sehemu ya mchango wake katika kuimarisha ukuaji wa uchumi wa Tanzania kupitia sekta ya fedha. Lengo la benki yetu ni kuona kwamba
tunashiriki pia katika juhudi za serikali za kuinua uchumi wa mfanyabiashara mmoja mmoja, lakini pia wa kampuni, ambapo mwisho wa siku tunaamini hizi biashara zikiinuka, zikikua, na pia benki yetu pia inakuwa. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Dr. Riziki Pembe Juma amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuendeleza matukio mbalimbali ikiwemo ya michezo inayochochea ukuaji wa sekta ya utalii pamoja na kuendeleza kukuza uchumi wa Zanzibar. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Waziri Pembe ameyasema hayo visiwani Zanzibar wakati wa mkutano wa kutangaza msimu wa 6 wa mbio maalum za Zanzibar Yas Marathon, ambazo zimelenga kutangaza na kukuza sekta ya utalii ndani ya visiwani Zanzibar, ambapo amesema hatua hiyo ni pamoja na kujenga miundombinu sanjari na kuweka mazingira wezeshi yatakayowezesha matukio ya michezo kufanyika na kutangaza vivutio vya utalii. Tunapoizungumzia marathon, ikiwa ni sehemu mojawapo ya michezo ambayo inachezwa ndani ya Zanzibar yetu, maana miundombinu imara tayari Mheshimiwa Rais ametuwekea ndani ya Zanzibar yetu. Kwa tuna kila sababu ya kuona kwamba Zanzibar International Marathon inafanikiwa na inafanikiwa kwa nguvu zote. Kwa upande wake, afisa mkuu wa fedha kutoka Yas Tanzania Innocent Lwetabula amesema kampuni hiyo imeendelea kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ili kuwezesha matukio mbalimbali ikiwemo ya kimichezo kama njia ya kuunganisha jamii, kuhamasisha mtindo wa maisha wenye afya bora na kuchochea ukuaji wa utalii wa michezo. Kwa niaba ya Yas na Mix, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuweka mazingira wezeshi sekta binafsi kuendelea kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa Zanzibar ikiwemo sekta ya utalii na michezo. Nichukue fursa hii pia kuwashukuru waandaaji wa mbio za Yas Zanzibar International Marathon pamoja na wadau wengine wanaoendelea kushirikiana nasi kuhakikisha mbio hizi zinaendelea kukua na kuleta manufaa kwa taifa. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari.